awe nanyi. Wapendwa, habari za asubuhi. Leo ni Jumapili ya Pasaka. Leo Bwana wetu Yesu Kristo amefufuka kutoka kwa wafu. Ameshinda na amekuwa mshindi juu ya dhambi na kifo. Tufurahie leo kwa ushindi huu mkuu. Tunaomba kwamba Mungu atupe neema ya kushinda majaribu yetu na kuwa huru kutoka kwa dhambi. Katika misa hii tunaomba kwa ajili yetu sote na kungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi aturumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
wa milele kwa njia ya mwanao wa pekee aliyeshinda mauti. Tunakuomba utujalie sisi tunawaadhimisha kufufuka kwake Bwana wetu, tufufuke katika nuru yako kwa kufanywa wapya na Roho wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Kristo aliyeishi kati ya Wayahudi na akauawa nao ndiye aliyefufuka. Huyu Kristo aliyefufuka atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Amwaminie ataokoka. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 aya ya 34, tena aya ya 37 hadi aya ya 43. Petro akafumbua kinywa chake akasema, jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya, baada ya ubatizo aliohubiri Yohane, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi.
hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri, kungali gizo bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petro na kwa yule wanafunzi wengine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamewaondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule wanafunzi wengine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule wanafunzi wengine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza wa kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akifuata, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso ilivyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule wanafunzi wengine, aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini, akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imepasa kufufuka. Neno la Bwana. Sasa nataka kumuuliza swali kwa wanandoa. Kwa nini? Je, ulipokutana na mtu ambaye sasa unafungwa naye ndoa leo, naelewa kwa sababu nimependa mimi.
nishafunga ndoa muda mrefu, ila nilifunga ndoa kwa sababu nampenda mke wangu, ili tuishi naye, tuzae watoto na tuwalee kwa malezi bora katika ibada yetu, katika kanisa letu takatifu. Ulipokutana na mtu ambaye sasa unafunga naye ndoa leo, nini ulivutia kwake? Uliona nini kwake ambacho kulikufanya uingie kwenye uhusiano na sasa ndoa? Je, ni kwa sababu yeye ni mrembo sana? Je, ni kwa sababu yeye ni mzuri sana na tajiri? Je, ni kwa sababu ana sifa nzuri za mwili na tumaini? Natumaini wakati sifa hizo zote ulizoona kwake zimekwisha, ninyi nyote mnatendea kuishi pamoja kama mwili mmoja katika Kristo. Ndoa ni nini? Ndoa ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke, na wawili kati yao wanakuwa kitu kimoja, sio wawili. Sio muungano wa mwanamume na wanaume au muungano wa mwanamke na mwanamke. Hapana, ni muungano wa wanaume na wanamke kuja pamoja na kuwa kitu kimoja. Kanisa Katoliki haliruhusu mitaa, yaani mtu mmoja kuwa watu wawili. Hapana, sio upango wa Mungu wa ndoa. Mungu alipanga kwamba watu wawili watakuwa marafiki, yaani watakuwa wakisaidiana kuishi pamoja kwa furaha. Hakuna ndoa kamilifu popote, kwa sababu kila familia na tofauti zao binafsi. Kile ambacho ni wawili mmeamua kwamba maisha ya ndoa yenu yatakuwa, ndivyo yatakavyokuwa. Iwapo ni wawili mmeamua kuifanya kuzimu kwa kila mmoja wenu, itakuwa hivyo. Ikiwa nyote wawili mmeamua kuifanya mbinguni familia yenye amani na nyumba nzuri, ndivyo itakavyokuwa. Katika Injili ya leo, Maria Magdalena alipata ufufuo wa Yesu kwa sababu ya ujumbe wa malaika kwamba Yesu amefufuka kutoka kwa wafu, hayupo hapa. Baada ya kunywa na Maria Magdalena, Petro na Yohana walikimbilia kaburi la Bwana ili kuona kama mwili ulikuwa umeibiwa na mtu fulani, dhana ambayo litakaliwa na kile walichokiona humu. Walisoma tena tukio hilo kwa njia mpya. Nasikia kelele kule.